Ebana, mambo vipi mtu wangu? Hii ni Movika Daily TV kama kawaida. Leo tunaendelea na episode ya 5 ya mashine yetu kali kabisa inayojulikana kama My Demon. Kabla hatujaendelea ni kukumbushe tu, kama wewe bado hujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo mtu wangu, ili kuweza kujiunga na familia hii ya burudani na kuzipata kazi zetu mara tu tunapoziachia ise. Okay, let's go my people. Tunaendelea pale pale tulipoishia episode ya 4. Pale ambapo mtaalamu wetu Gu Won akiwapiga wale wauni kinoma noma yani, huku akicheza music ya aina ya tengo pamoja na mwanadada wetu Do Hae, huku akitunga sheria 3 za yeye kuzifata, akisema atakiwi kukaa mbali na mwanadada Do Hae, lakini pia atakiwi kufall in love, yani kumpenda mwanadada wetu Do Hae. Basi bana, baada ya kile kipigo kikali, wale jamaa wakiwa wameumia vibaya sana, mtaalamu wetu Gu Won anasimama akimtazama Do Hae usoni kwa umakini sana. Huu mtazamo sio wa kawaida ise. Basi hapo hapo Gu Won anajistukia na kumwachia mwanadada Do Hae, huku akiwa amepagawa kinoma noma, kana kwamba kuna kitu tayari kinamsumbua akilini. Basi mwanadada Do Hae anamuuliza kuwa nini shida, lakini Gu Won anapotezea na kumwambia tuondoke eneo hili sasa hivi, huku akimvuta mkono na kumfikisha mwanadada mpaka kwake, kisha kumwachia na kuanza kuondoka pasipo na kusema neno lolote. Mwanadada Do Hae anashangaa akimuita huku akimfuata, lakini mwamba Gu Won anaingia kwenye lifti na kufunga mlango, huku akimwacha Do Hae na mshangao mkubwa sana. Gu Won akiwa ndani ya lifti anaanza kumwaza mwanadada Do Hae bana, huku akikumbuka momenti zote walizopita pamoja, moyo wake ukienda kasi kinoma noma. Jamaa wetu anashangaa akisema ni nini hiki kwenye hii dunia? Oya, na mashaka huyu demon amesha fall in love ose. Tunarudishwa upande wa pili, tunamwona Do Hae pia akiwa kwenye hali ya mshangao sana, akijiuliza ni kwa nini aliniangalia kwa mtazamo ule wa mahaba, akiendelea kwa kusema kwa nini alikuwa anaonyesha tabia ya ajabu leo. Na Zandi sio mimi tu niliyepata hisia, na Tumaini na yeye alipata pia. Basi mwanadada anaamua kutoka na kuende kumuona mtaalamu wetu Gu Won, huku akijisemea lazima nikajue kama yeye ni cold or hot kwangu. Basi anachukua taksi na kuelekea nyumbani kwa Gu Won. Lakini huku ndani mwamba Gu Won akiwa anaoga, bado ana mawazo kinoma noma. Mwanadada Do Hae anaona kabisa tayari moyo wake umempenda ise, lakini anajifariji kwa kusema kwamba itakuwa tu ni matokeo ya kupoteza nguvu zake. Basi Do Hae anafika na kuingia ndani, lakini anakuta papo kimya kabisa, na hivyo kuanza kutembea tembea akimtafuta Gu Won. Ghafla anatazama shelf za vitabu na kuona kitabu kimoja kilichoko juu kabisa. Basi akaanza kuhangaika kukitoa bana. Oya, mara ghafla mwamba Gu Won anatokea na kumzuia akimwambia ni nani aliyekuruhusu kushika vitu vyangu, huku binti Do Hae akijibu kwa kusema hii ni diary tu, kwani kuna siri gani cha kuficha humu. Lakini ghafla macho ya Do Hae anaangukia kifuani kwa mtaalamu wetu Gu Won, kwani alikuwa hajavaa shati bana. Oya, Do Hae anapagawa kinoma noma se. Basi wawili hawa wanakaa chini na kuanza kuzungumza. Gu Won anaanza kwa kusema umekuja wakati huu ili unichunguze maisha yangu binafsi. Do Hae anamjibu hapana, nilikuwa na mashaka na wewe, maana uliondoka tu ghafla bila ya kusema neno lolote. Basi jamaa anamjibu akisema ni kwamba tu sikutaka kuwa karibu na wewe, na ninashangaa sasa hivi upo hapa unanisumbua tu. Do Hae anauliza kuna kitu chochote nimekukosea? Jamaa anajibu hapana. Do Hae anaendelea kwa kusema sasa ni kwa nini unanikwepa? Gu Won anamjibu sioni sababu ya kunifanya mimi niwe mwema kwako. Hili jambo linamuumiza sana Do Hae, huku akisema kwamba I was clearly mistaken. Kisha ananyanyuka na kuanza kuondoka ise. Lakini tunaona baada ya kuondoka mwanadada Do Hae, mtaalamu wetu Gu Won anashika simu na kumwambia mfanyakazi wake kwamba amsindikize bibi Do Hae kwa siri na hakikisha anafika nyumbani salama. Sini inaama na kutuonesha yule kaka mkubwa wa Do Hae anayejulikana kama Mr. Noha akiwa ameitisha kikao cha siri na board member wote wa Miracle Group Company. Basi maongezi kati yao yanaendelea, na ndipo Mr. Noha anawatishia wote kwa kuambia kuwa tayari kuna ushahidi wa kutosha kwamba walichukua pesa za company, na hapo ndipo anawaambia kwa sasa inabidi muungane naye kumwangusha mwanadada wetu Do Hae. Basi nafika asubuhi kama kawaida, Gu Won anamfuata mwanadada Do Hae na kumpeleka ofisini na hatimaye kufika ofisini. Lakini leo bana, Gu Won anaonekana ana hasira kinoma noma yani. Do Hae leo anakutana na kikao cha board ambapo kiliitishwa kwa ajili ya kumchagua acting chairperson wa company. Basi bana, ndani ya kikao memba wote wanamchagua Mr. Noha kuwa yeye ndo atakuwa acting chairperson wa company. Kama tunavyojua mwamba alishawapiga mikwala wale board member, kwa ikawa ni rahisi sana kwake kufanikisha swala lile. Basi kikao kinaisha na kila mtu anaondoka. Noha anakutana na Do Hae na kumwambia kwamba swala la ndoa sio la kuharakisha, lakini Do Hae anamjibu akimwambia itachukua siku chache tu kuolewa na kuchukua nafasi yake kama chairperson.
Basi Do Hee anaondoka na moja kwa moja na kuelekea kwenye mgahawa fulani hivi akiwa na Gu-won. Tunaambiwa mwanadada amekuja hapa kwa ajili ya blind date na jamaa fulani hivi. Basi wanafika na mwanadada Do Hee anaketi. Jamaa anajitambulisha, naitwa mwanasheria Choi. Mwanadada anajibu nice to meet you. Na ndipo maongezi yanaendelea. Mwanadada anaanza kwa kuuliza, kwa hiyo umesema wewe ni mwanasheria? Jamaa anamjibu, kuwa makini, naweza kufungulia mashtaka ya kuiba moyo wangu. Oya, huyu jamaa ana mistari kinoma noma. Upande wa Gu-won, oya, anaumia kinoma noma akisema, huyu jamaa amejifunzia wapi hii mistari ya isee? Oya, Gu-won anamshika mkono mwanadada Do Hee na kufanya uchawi pale pale. Samaki fulani hivi wa baharini anamchoma Mr. Choi na kunyanyuka kukimbilia washroom. Basi bibi Do Hee alifoka kinoma noma akimwambia, sihitaji uingilie kwenye mambo yangu. Mimi nashangaa kwa nini Gu-won ana wivu ase. Basi Mr. Choi anarudi akiwa mdomo umevimba kinoma noma, lakini wanamalizia mazungumzo huku akisema wakutane baada ya masaa mawili kwa ajili ya kurejista ndoa yao na kesho yake ifanyike ndoa. Ni noma sana ise. Basi Do Hee na Gu-won wanaondoka. Wanapofika nje, Gu-won anafoka kinoma noma akisema, hata kama una haraka ya kufunga ndoa, hutakiwi kuolewa na mtu kama yule. Do Hee anamjibu kwa kusema, what do you care, akimaanisha una shaka gani? Basi wanaingia kwenye gari na kuondoka. Sasa bana, wakiwa kwenye gari, Do Hee anaanza piga simu akisema, andaa gauni la harusi, tafuta mashahidi kadhaa wenye muonekano mzuri, mara tafuta wapiga picha maarufu, ishu ya pete tayari ninayo. Basi Gu-won ana mind kinoma noma akisema, siwezi vumilia tena, wewe uolewe au uachike na yeyote mimi unayemtaka, ila usioneshe tena sura yako mbele yangu. Do Hee anamjibu akimwambia, wewe ni nani mpaka unipangie cha kufanya? Hapo mwamba anasimamisha gari kwa hasira na kumshika mkono mwanadada wetu Do Hee. Do Hee anamuuliza, unafanya nini? Gu-won anamjibu, sitohitaji tena kuwa na wewe tutakapomkamata yule jangili. Do Hee anaulia nini? Jamaa anasema, let's catch the bastard, akimaanisha wakamkamate yule jangili. Tunarudi upande wa pili, tunaona lile kundi la mbwa mwitu lililochezea kichapo na mwamba Gu-won wakiwa wamekaa na baadhi wakisema, ni afadhali tumeokoa maisha yetu. Yule Gu-won sio mtu wa kawaida, la sivyo tungepoteza maisha yetu. Oya, bosi wao anakasirika na kuwafukuza wote ase. Lakini pale pale anaingia Gu-won akiwa na mwanadada Do Hee, na ndipo jamaa anawauliza, ni wawili mnafanya nini hapa? Pia Do Hee anamuuliza Gu-won, vipi kuhusu huyo jangili uliosema tunamkamata? Gu-won anamjibu, huyu hapa atatutajia alipo. Na ndipo Gu-won anatoa picha ya yule jangili akimwambia, unamuona huyu? Nataka uniletee sasa hivi. Jamaa anamjibu akisema, hivi ili kundi la mbwa mwitu unalichukuliaje, yani mpaka tufanye kila unachosema? Na hapo anarusha glasi, lakini Gu-won anaikwepa. Oya, hapo Gu-won anachukia kinoma noma, na pale pale kwa kutumia nguvu zake ananyanyua glasi na kumpiga nayo jamaa, lakini jamaa anakwepa. Basi Gu-won anamwambia, kwepa hii. Pale pale ananyanyua uma na kumchana nao shavuni, then ananyanyua kisu na kumtupia tena. Pale pale Do Hee anamwambia mwamba, stop it, anaweza kufa. Na huku jamaa wetu akisema, nisamee, ni makosa yangu, nitafanya kama ulivyosema. Lakini Gu-won anamwambia, it's too late, yani umechoewa. Pale pale ananyanyua kila kitu kilichopo mezani na kumwelekezea jamaa, na mara anaviachilia. Basi mwanadada Do Hee anavuta mkono na kutoka mikononi mwa Gu-won, na hapo ndo ikawa ponapona ya yule jamaa. Oya, jamaa aliponea chupu ase. Na jamaa alikimbia kinoma noma yani. Basi mwanadada Do Hee anamuuliza, kwa nini una hasira kiasi hicho? Akiendelea kwa kusema, embu tulia, niambie shida ni nini? Basi Gu-won anamjibu kwa hasira, unahitaji kujua shida yangu ni nini? Shida yangu ni wewe ndo shida yangu. Gu-won anaendelea kwa kusema, maisha yangu yalikuwa safi tu mpaka pale nilipokutana na wewe. Maisha yangu sasa yamekuwa ya ajabu tokea umekuja kwenye maisha yangu. Kama isingekuwa wewe, basi ningekuwa sawa tu. Do Hee anamjibu akimwambia, basi tuishie hapa, nitakuacha uende na wewe sio bodyguard wangu kuanzia sasa. Gu-won anamjibu, sawa, tuachane na haya mambo ya ovyo ya kuwa bodyguard. Kisha anatupa kifaa cha mawasiliano ya ulinzi mezani na anaondoka zake, akimwacha mwanadada Do Hee amepigwa na butwa. Basi bana bibie Do Hee anatoka nje mpaka nguvu zimewisha ise, huku akizidi kukumbuka moment nyingi alizokuwa pamoja na mtaalamu wetu Gu-won. Basi bana binti Do Hee anarudi nyumbani, lakini tunaona kwenye parking yule mwamba jangili alikuwa anamcholea alama tu, ikimaanisha binti Do Hee yupo hatarini kwa sasa. Basi binti pasipo kujua anaingia ndani kwake na
Akiwa ndani, mawazo mengi sana yanamjia kichwani mwake juu ya mwamba wetu Gu-on, unaweza ukamuita Demon. Ghafla anasikia sauti ya mziki ikitokea sebleni, hivyo anatoka kwa tahadhari kubwa sana kuelekea sebleni. Anapofika sebleni anakuta redio ikiwa imewashwa lakini hakuna mtu. Akiwa anashangaa, ghafla yule jangili anamvamia na kumziba mdomo kwa kitambaa chenye dawa, na hapo hapo bibi Do-hee anazimia. Basi bana, Do-hee anakuja kupata fahamu, anajikuta amefungwa juu kabisa ya balkoni ya ghorofa refu sana. Oya, mwanadada anapiga kelele kinoma noma ase, na ndipo yule jangili anasogea na anaanza kukata ile nguo iliyokuwa imemfunga. Mwanadada anakata upande mmoja, Do-hee anadaka upande uliobaki akiomba sana asamehewe, lakini wapi, yule jangili anasogea tena, anaanza kukata tena kile kipande cha pili na kukiacha kisehemu kidogo sana. Pale pale ile nguo inamalizia kuchanika bana. Ghafla yu hapa Gu-on, yu hapa ametokea ase na kuidaka mkono wa mwanadada wetu Do-hee. Oya, hii mashine ni balaa sana. Mimi nipo najiuliza ase, hizi asila za mwamba wetu Gu-on zinatokana na nini? Au ndo tayari amesha fall in love na mwanadada Do-hee? Na ni kwa nini Do-hee anawindwa sana na huyu jangili aise? Na ni nani ambaye yupo nyuma ya pazia zidi ya majaribio haya ya kumuua mwanadada Do-hee? Kufikia hapo sina la ziada, tukutane katika episode inayofuata ya mashine hii. Mambo ni hapa hapa Movika Daily TV, huku nikiendelea kukukumbusha, kama wewe ulikuwa bado haujasubscribe channel yetu, basi hakikisha unafanya hivyo mtu wangu, na hapo utakuwa umetisha kinoma noma yani. Bye. Movika Daily TV. Watch and enjoy.